بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تنزل آية نمبر 52 في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. Hili ni janga lingine kwa wana Israeli. Wana Israeli hawatoki kwenye dhambi isipokuwa wanaingia kwenye dhambi nyingine. Na wanaonyeshwa miujiza mikubwa sana. Na wanaadhibiwa adhabu. Hawatubu kutoka katika dhambi hiyo isipokuwa wanaenda kwenye dhambi nyingine. Hawa ni wabora wao kama ilivyokuja katika baadhi ya tafasiri. Aliowachagua Musa alayhi salam watu 70, amewafanyia ikhtiyar, kachagua Musa ulikuwa bora ili waongozane naye katika msafara. Msafara ambao miadi aliyoahidiana Musa alayhi salam, Allah alimwahidi Musa alayhi salam kuja kwa ajili ya kumkabidhi Taurat. Baada ya Musa alayhi salam kuambia kuwa nimeongea na Allah na Allah kaleta mafundisho haya, Allah nakumbusha: wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Musa hatuwezi kuamini na sisi nataka tumuone Allah jahra, ayanan, wazi wazi. Hawa bora aliwachagua Musa. Angalia jinsi wanavyomfanyia nabii wao. Na hapa ndio utajua fadhila ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao hawakuwa na jambo lolote la kutaraddad juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kuja watu naambia Abu Bakar, leo Muhammad kazusha kwamba kaenda Baitul Maqdis. Usiku mmoja na karudi usiku huo. Uzushi mpya aliokuja nao, huu ni uzushi mpya. Je, wewe unamwamini katika hili? Ambaye ikiwa kasema kweli, ikiwa ni kweli kasema kwamba menda, basi mimi namwamini. Lakini hawa Mayahudi, hawa Banu Israili walikuwa tofauti sana. Nabii wao anawaambia kwamba nimeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Tunataka kumuona Allah kwa macho yetu, ajitokeze hapa afu alete hayo maamrisho. Hivi sisi tuamini? Allah kawateremshia adhab, فأخذتهم الصاعقة. hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu hawa watu. Wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnaona jinsi ya adhabu inavyowapata. Adhabu ilivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ilikopo inawapata baadhi, wengine wakishuhudia, kisha inawafuata hawa ambao wenye kushuhudia. Kwa maana adhabu ya Allah ilikokiteremka inawapata kundi, na kundi lingine linashuhudia kilichowapata wenzao. Ili kundi ambalo limepatwa na adhabu linakufa,
kisha linafuatwa kundi lingine katika adhabu, nalo linakufa. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kisha tukawahuisheni baada ya kuwaua, tukawapatena uhai. Katika sura al-Baqara vimetajwa mambo matano katika hawa na Israeli, na kadhalika katika baadhi ya aya ambazo haziwahusu wana wa Israeli kuhuisha baada ya kuwa tayari kimeshakufa kitu. Hii ni ya kwanza. Tutakuja inshallah kutaja manne yaliyobakia. Wana wa Israeli hawa walifishwa hawa 70. Musa alayhi salam akaanza kulia kumwomba Allah warudishe haya, wape uhai ya Allah. Mimi nitasema nini kwa hawa na Israeli? Hawa ndio wabora wao, nikirudi huko hawapo, hawa wameshakufa, watanielewaje hawa watu wa shar? Watanielewa vipi? Ya Allah, tunakuomba warudishie roho zao. Allah kawarudishia roho, na hivyo hivyo akahuisha kundi, na kundi lingine likiona jinsi ya wenzao wanavyohuishwa baada ya kuwa wamekufa. La'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نهيني وكتوتيه يتيهون في الأرض فإنها محرمة عليكم 40 سنة. عليكم وعليهم؟ عليكم. فإنها محرمة عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض. وكتوتيه hapa ni wakati ambapo walipogoma kupigana jihad pamoja na Musa alayhi salam. Walipomwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila, bwana wewe Musa, nenda wewe na Mola wako mkapigane, mkishinda vita tuambieni, sitaingia Baitul Maqdis. Hivi sisi tuingie. Wakalaaniwa, wakawa wanazunguka baina ya Sham na Masr, hawajui wapi wanakwenda. Miaka 40 wanazunguka tu, kila pakipambazuka asubuhi wanaanza safari, haijulikani safari inaenda wapi. 40 sana. Na wakati huu ndio Musa alayhi salam alikufa pamoja na Harun. Katika wakati wote Harun alimtangulia Musa kwa miaka 3 kama ilivyokuja katika sira. Baada ya miaka 3 akafa Musa alayhi salam. Aliyeshika uongozi unabii ni Yusha ni yule kijana aliyekuwa pamoja na Musa alayhi salam katika safari kwenda kusoma kwa nani? Kwa Khidr. Nakumbuka Yusha ndio akawa kiongozi, akawa nabii. Musa alayhi salam kisha tangulia mbele ya haki. Wadhallalna alaykum alghamam, wakati walipokuwa kwenye ile jangwa hawajui wanapoenda, wakamwomba Yusha, muombe Allah tuletee kivuli, jua latuangamiza. Allah kawaletea ghamam, wingu likawa linatembea nao ili wasipatwe na jua. Wa anzalna alaykum almanna wassalwa, na tukawateremshia manna wa salwa. Manna ni kitu ambacho kinafanana na asali, na kadhalika baadhi ya ilmu wasema khairi zote ambazo Allah amewaneemesha nazo bila kuwa wao wamefanya tabu yoyote, bila kuzipatia tabu.
Allah anawateremshia. Wasalwa ni ndege at-tayr ambao watamu sana ladha, walikuwa wanateremshiwa kutoka juu, kutoka mbinguni. Vyakula vipo vinateremsha, lakini bado kwenye adhabu ya miaka 40. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi wana wa Israeli, kuleni katika hivi vizuri tulivyoruzukuni. Wama dhalamuna, wala wao hawakutudhulumu chochote sisi. Yani wewe unapofanya maasi humdhuru Allah. Allah la tadhurruhu ma'siyatu al-'asi, Allah yamdhuru ma'siyah mwenye kuasi. Wala tanfa'u ibadatu al-'abid, wala Allah subhanahu wa ta'ala himnufaishi chochote ibada wewe unapoabudu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Dharr, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni, hamwezi kufikia manufaa kuninufaisha mimi Allah wala madhara kunidhuru mimi. Chochote unachokifanya ima uinufaishe nafsi yako au idhuru nafsi yako. Wama dhalamu, wala sidhanie wana Israeli wametudhulumu chochote, wamemdhulumu chochote Allah, kwa maana wamempunguzia chochote. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao nafsi zao walikuwa wakijidhulumu wenyewe kwenyewe, walikuwa wakidhulumu nafsi zao. Wa idh qulna adkhulu hadhihi alqarya, hawa watu wote hawa walikuwa kiishi katika hili jangwa kwa miaka 40, wanapata tabu, wameteremshiwa neema zote, wakasamehewa na Allah. Kabla sasa ingieni Baitul Maqdis, ingieni. Mwanzo mko muingie kwa ajili ya jihad, sasa hivi ingieni, lakini muingie kwa masharti. Wa idh qulna adkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum raghada, ingieni katika mji huu Baitul Maqdis. Fakulu minha, kuleni katika mji huu, haythu shi'tum raghada, kile mnachotaka bila mipaka, chochote kuleni, vyote halali kwenu, stareheni katika huu mji. wadkhulu albaba sujada, kadhalik mnapoingia katika mlango wa mji huu ingieni hali ya kuwa sujada, ay raki'in khadi'in, hali ya kuwa mnaingia kwa unyenyekevu. Nakumbuka kwenye fathu Makkah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia Makkah hali ya kuwa nini? Ameinamisha kichwa, unyenyekevu. Na huu unyenyekevu ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia sahali, uwepesi. Na hawa wanaambiwa hivyo hivyo, ingieni mji huu hali ya kuwa sujada, ay khadi'in. Wa qulu hitta, nasemeni hitta, ay hutta anna khatayana, ay Allah samih makosa yetu. Mkifanya hivyo naghfir lakum khatayakum, mkifanya hivyo tutawasamehe madhambi yenu. Wasanazidu almuhsinin, na wale ambao wenye kufanya wema tutawazidishia wema juu ya wema waliofanya, na malipo juu ya malipo waliyofanya. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, hawa na Israeli hawa. Fabaddala, baada kusema hitta wakasema hinta, ay habbatun fi shi'r, punje iko kwenye nywele, punje iko kwenye asili ya nywele. Ndio nini? Yani maneno waliyozungumza kijinga. Baada kusema hitta wao wakaongeza nun, hinta.
fabaddala alladhina dhalamu, wakabadilisha hao madhalim, sio wote, baadhi yao ambao madhalim wakabadilisha, qawlan, qawli ambayo walioambiwa, ghaira alladhi qila lahum, wakazungumza kauli tofauti na ile ambao walioambiwa waiseme. Wameambiwa waseme nini? Hitta, wao wakasema hinta. Wakaambiwa waingie hali ya kuwa sujada ay khadi'in, wakawa wanaingia hali ya kuwa ala adbarihim, ala maqa'idatihim, wanaingia hali ya kuwa kisugua makalio yao. Wameamrishwa kufanya mambo mawili, moja ni kauli, moja ni fi'l. Moja inahusiana na kauli na moja inahusiana na kitendo. Kitendo, wadkhulul baba sujada, kitendo. Wameamrishwa mambo mawili, mkiingia katika mlango huu wa kuingilia mji wa Baitul Maqdis, ingieni hali ya kuwa ni wenye kuwa na khudhu', unyenyekevu. Hii ni fi'l. Kisha wakaamrishwa neno la kuzungumza, waqulu hitta. Kwa hiyo wamefundishwa mambo mawili ya kuyafanya, kitendo na kauli. Wao wakakhalif kauli na kitendo. Kuingia kwa unyenyekevu, wao wakaingia kwa makalio, ambapo kufanya hivi kumewatesa zaidi kuliko wangeingia kama walivyoamrishwa. Kivi vyote watakuwa wamechubuka. Unaingia mji unasota hivi kwa makalio yako, na hali ya kuwa hujaambiwa ufanye hivyo. Umeambiwa ingia hali ya kuwa na unyenyekevu tu. Hapa ni sahihi. Na hii kuonyesha kwamba ibada za Allah anazotaka kwa waja wake wasifanye ni nyepesi, lakini waja wanabadilisha, wanajipelekea kwenye ugumu na uzito. Wakaambiwa waseme hitta, wao wakasema hinta, habatun fi shi'r, punje iliyokuwa kwenye asili ya nywele. Hawa wametoka kulaaniwa muda si mrefu, miaka 40 wanatembea tu katika jangwa, wakasahau yote. Faanzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama', tukawateremshia hawa madhalim rijzan ay adhaban min as-sama', adhabu inayotoka mbinguni, bima kanu yafsukun, kutokana na ufasiki waliokuwa wa kubadilisha amri za Allah na kufanya yale ambayo hawakuamrishwa. Na huu ndio ubaya wa bid'a. Bid'a inakupeleka kwenye fisk. Bid'a daima inakutia uzito katika dini na inakuweka mbali na Allah, kama ilivyoweka wana wa Israeli mbali na Allah. Bid'a daima inakutia kwenye dhiki, lakini mubtadi' mwenye kufanya hiyo bid'a anahisi kwamba yeye amepatia, kama walivyofanya wana Israeli, wakihisi kwamba wao wanachokifanya ni sahihi. Na hii ni fisk, ni ufasik. Na haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza. Kwa nini Allah anatueleza habari walizozifanya wana Israeli? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latattabi'una sanana man kana qablakum, mtafata njia za wale ambao waliwatangulia, shibran bi shibr, dhira'an bi dhira', mtafata hao waliwatangulia. Sasa hao ambao mnatahadharishwa kwamba isije mkawafuata, angalieni hali zao, jinsi ya miamala yao na Allah, walipofanya miamala na Allah, jinsi walipomkhalifu Allah. Na nyie mmeahidiwa kwamba mtafuata mwenendo hao. Allah tutahadharisha tusiwe kama hawa Bani Israili, jinsi walipokuwa wakikhalifu amri za Mola wao, na kila wakiruzukiwa khairi wao marejesho yao kwa Mola wao sio ihsan, bali wao wanazidi kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya 59 katika suratu al-Baqara. نكتفي بهذا القدر. الله هنا بارك الله فيكم.